Usiku wa tarehe 26 April mwaka 1986, watu walikuwa wamelala. Hakukuwa na kelele za vita na wala hakukuwa na mlipuko wa mabomu. Lakini ndani ya sekunde chache dunia ilibadilika milele. Je, ukweli ulifichwa? Na kuna mambo bado hayajasemwa? Basi ungana nami katika Untold Truth, na leo sitokusimulia kile ambacho kitakufanya uridhike, bali kile ambacho hukuwahi kukisikia. Langu jina ni Yazdan Rex Igo na hii ni Sauti ya Igo. Leo tunarudi nyuma hadi Ukraine iliyokuwa ni sehemu ya Umoja wa Kisovieti mwaka 1986. Inasemekana Chernobyl haikuwa tu ajali ya nyuklia. Wengine wanasema ulikuwa ni mfumo wa uongo, kiburi cha mamlaka na maisha ya binadamu yaliyotolewa kafara kwa siri. Je, nini kilitokea Chernobyl? Chernobyl ilikuwa na mtambo wa nyuklia aina ya RBMK. Usiku huo wahandisi walikuwa wakifanya jaribio la kiufundi. Jaribio ambalo halikuwa na maandalizi ya kutosha. Walizima mifumo ya usalama, walipuuzia onyo, na ndani ya sekunde chache inasemekana reactor number 4 ililipuka. Mlipuko huo haukuwa wa kawaida, uliachia mionzi, radiation mara 400 zaidi ya bomu la Hiroshima na Nagasaki. Lakini jambo la kushangaza zaidi, inasemekana serikali haikutangaza chochote. Je, kipi kilitokea baada ya mlipuko huo? Inasemekana hakukuwa na tahadhari kwa wananchi, lakini pia hakukuwa na uokoaji wa haraka. Watu waliendelea na maisha kama kawaida. Watoto walicheza nje, watu walitembea sokoni, wengine walishuhudia anga iking'aa rangi ya bluu bila kujua ilikuwa ni mionzi. Moto wa nyuklia uliwaka kwa siku 10, lakini je, serikali ilisema kitu? Serikali ikasema hakuna tatizo kubwa. Basi katika juhudi za uokoaji, wazima moto wa kwanza waliwasili bila kujua chochote kuhusu mionzi ile. Walishika mabaki ya reactor kwa mikono mitupu, walivuta hewa yenye sumu, walivaa sare za kawaida. Ndani ya saa chache walikuwa wagonjwa mahututi, na ndani ya siku chache walikuwa wanafariki. Ukweli uliofichwa ni upi? Inasemekana majina yao hayakutajwa, familia zao hazikuelewa ukweli, na walizikwa kwenye majeneza bila ya maelezo. Je, ulimwengu ulijuaje kuhusu jambo hili? Unaambiwa cha kushangaza sio Urusi iliyotangaza ajali hii, bali waliogundua mwanzo kabisa ilikuwa ni Sweden. Ndipo dunia ikaanza kuuliza maswali. Ni hapo tu Umoja wa Kisovieti ulilazimika kukiri, ndiyo, kuna ajali, lakini bado ukweli kamili ulifichwa. Inasemekana serikali ilisema watu 91 tu ndio waliokufa, lakini tafiti huru zilionyesha maelfu walikufa baadaye. Mamilioni waliathirika kiafya, saratani, ulemavu, na vizazi vilivyofuata viliharibiwa. Miji ilifutwa kwenye ramani, rekodi za hospitali zilihaririwa, madaktari walinyamazishwa. Huu haukuwa tu mlipuko, bali ulikuwa ni mlipuko wa uongo. Wanasema hivyo baadhi ya walioshindwa kuamini ukweli wa jambo hili. Basi wafanyakazi waliobaki walionyeshwa wakiwa kama mashujaa, lakini waliambiwa wasizungumze kamwe. Wanasayansi waliokosoa mfumo, je, ilikuwaje kwa upande wao? Wao walifukuzwa, wao walitishiwa, na wengine walipotea kabisa. Hadi leo baadhi ya nyaraka bado ni classified. Swali kubwa, je,
Chernobyl ilikuwa ni ajali tu au ilikuwa ni uzembe wa makusudi? Mfumo ulioweka siri juu ya maisha? Serikali ilichagua sifa badala ya watu? Au ilikuwaje? Ni kipi hasa kilisababisha majanga Chernobyl? Basi ingawa miaka mingi imepita, lakini hadithi ya Chernobyl bado haijamalizika. Tangu mwaka 1986, mamia ya maelfu inasadikika walikuwa wameathirika na mionzi. Wengine wakapata changamoto kubwa za kiafya kama vile uvimbe wa tezi ya damu, kansa na matatizo ya afya ya akili, na mateso kwa watendaji wa mwanzo waliokwenda kushughulikia changamoto ile ya mlipuko. Basi tunahitimisha kwa kusema Chernobyl haikuwa ajali tu, kwa sababu wapo waliosema ilikuwa ni ukimya, na wapo waliosema ilikuwa ni uongo, na wapo waliosema Chernobyl ilikuwa ni somo, kwamba ukweli wake ulifichwa. Basi na hii ni Untold Truth, ukweli usiowahi kuambiwa. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu kali. Langu jina ni Yazdan Rex Eagle na hii ni Sauti ya Eagle.